Katika halmashauri yetu ya wilaya ya Handeni, wakulima wamekuwa wakilima haya mazao niliyoyataja kwa maana ya ufuta, mbazi na mazao ya necha hiyo, na lakini wamekuwa wakipata bei ndogo sana. Katika minada yetu tulikuwa tunaiendesha, ilifika kipindi katika mnada mmoja wakulima wa halmashauri ya wilaya ya Handeni wanaolima zao la ufuta waliweza kupata karibu shilingi 2,300 kwa kilo moja ya ufuta. Ni bei ambayo katika halmashauri yetu hatujawahi kuiona, lakini kupitia mnada hii ambayo inaendeshwa na stakabadhi ghalani tumeweza kuona manufaa yake, na hii imeenda kumgusa mkulima wa chini kabisa ambaye anazalisha ufuta na baadaye anaweza kupata fedha kiwango hicho. Lakini pia kupitia stakabadhi ghalani kwa manufaa ya mwananchi mwenyewe ama mkulima, kulikuwa kuna utaratibu, fedha za ushuru ambazo zimewekwa kwa mujibu wa sheria zetu ndogo, anatakiwa kuzilipa mkulima wa zao la ufuta. Lakini kutokana na mfumo uliowekwa vizuri na wenzetu wa Kopra kupitia stakabadhi ghalani, mkulima sasa halazimiki kulipa fedha ile ya ushuru moja kwa moja yeye kama yeye, isipokuwa mkulima baada ya kufikisha mzigo wake katika ghala na kupata bei, anayetakiwa kulipa fedha ile anakuwa ni mnunuzi wa zao hilo ambalo liko katika ghala au liko katika mnada huo husika. Hivyo inamuondolea usumbufu wa mkulima kulipa ushuru yeye moja kwa moja, ambayo inaenda kupunguza faida ambayo angeweza kuipata. Kwa mwaka 24-25 tumeweza kukusanya milioni 9. Inamaanisha fedha tulizoweza kuzipeleka kwenye shughuli za maendeleo na shughuli nyingine za halmashauri ni kiasi cha shilingi milioni 9. Na hapa niweke mfano kabisa. Kwa mfano kama tunataka kujenga madarasa, inamaanisha kwa mwaka 24-25 kwa ushuru tuliopata kwa zao hilo la ufuta tusingeweza hata kukamilisha darasa moja la wanafunzi wetu kukaa kwa ajili ya kupata elimu. Lakini kupitia stakabadhi ghalani tumeweza kutoka kwenye milioni 9 tukaweza kufika kwenye milioni 67. Maana yake sasa hivi kwa ufuta peke yake tuna uwezo wa kujenga madarasa 2 mpaka 3 kwa kukamilisha kabisa, na watoto wetu ama vijana wetu wakaweza kupata elimu yao bora katika halmashauri yetu ya wilaya ya Handeni. Tumeshukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutuletea mpango wa stakabadhi ghalani, kwa sababu kwanza unaleta mazao yako sehemu ya usalama, alafu unauza kwa wakati, lakini pia hakuna gharama ya usafirishaji wa mazao yako zaidi ya hapa unapokuwa umeleta haya mazao. Tumeweza kupata mnada wa ufuta kwa minada 4. Tumepongeza na fedha zetu tumepata kwa wakati. Kwa hiyo naipongeza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali yetu na Mama Samia kwamba taratibu za kwamba wakulima tulete mazao yetu kwenye minada, kwa sababu tunalipwa fedha zetu kwa wakati na hazina makato wala hazina usafirishaji. Tunashukuru kwa serikali kutuletea mfumo wa stakabadhi ghalani ambao unatusaidia sisi wakulima, hasa wakulima sisi wadogo ambao hatuna uwezo wa kusafirisha mazao yetu kwenda kwenye masoko makubwa. Hapo tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuletea hili soko, na mafanikio yake ni makubwa na ni mazuri kwa sababu tunapata pesa zetu kwa wakati na tunaenda kufanya biashara na tunaenda shamba kulima kwa wakati. Hatusumbuki tena kwamba tuende tukasubiri walanguzi, tuende tukauze kwa makopo. Unapopeleka bidhaa yako stakabadhi ghalani, basi wakulima tunafaidika na wanunuzi wanakuja wanashindana kwa bei, mwisho tunauza kwa bei ya tija ambayo mkulima inamsaidia. Ubora wa mfumo wa stakabadhi ghalani ni kwamba wakulima wanapata soko la pamoja na wanaleta mazao yao ghalani na tunauza kwa njia ya mnada kwa kutumia mfumo huu wa stakabadhi ghalani kwa kidijitali. Kwa hiyo ni mfumo ambao soko linakuwa wazi, wanunuzi wanakuwa wazi na kila mtu anaona wanunuzi wanaposhindaniwa bei, wanaposindanishwa bei na kuweza kupata bei yenye tija zaidi.